Naibu Waziri wa Kilimo, Umwagiliaji, Maliasili na Mifugo, Dr. Salum Saud Ahmed amesema Wizara ya Kilimo itaendelea kuwa mstari wa mbele katika kuwapatia wakulima elimu yenye lengo la kuongeza uzalishaji wa zao la nazi pamoja na mazao mengine nchini. Dr. Salum ameyasema hayo katika hafla ya kufunga mafunzo ya siku 19 ya uboreshaji wa aina za nazi pamoja na udhibiti wa wadudu na magonjwa ya mimea yaliyofanyika katika ukumbi wa Chuo cha Utalii Maruhubi. Mafunzo hayo yaliwalenga wataalamu wa kilimo pamoja na wakulima kutoka Unguja na Pemba. Siku zote Wizara ya Kilimo imekuwa mstari wa mbele katika kuhakikisha inawapatia elimu wakulima pamoja na wananchi wengine ambao wanajishirikisha kwenye kilimo kwa kupitia mabibi shamba pamoja na mabwana shamba. Yote ni kwa ajili ya lengo la kuongeza uzalishaji wa nazi pamoja na mazao mengine ambayo yanahitajika hapa Zanzibar. Uwepo wa wenzetu hawa wa KATAS, kimsingi wao wameenda mbele zaidi kwenye teknolojia pamoja na taaluma ya uzalishaji wa mazao mbalimbali ikiwemo nazi. Natumai tumefaidika sana kupata kutoka kwao njia ambazo zitasaidia na sisi kuweza kuongeza uzalishaji wa nazi katika visiwa vyetu viwili. Aidha, naibu waziri amehimiza ushirikiano ulioanzishwa kati ya KATAS na Taasisi ya Utafiti wa Kilimo na Mifugo Zanzibar ZALILI kupitia hati ya makubaliano kuwa endelevu ili tafiti zitakazofanywa ziweze kuleta tija katika sekta ya kilimo na kwa jamii kwa ujumla. Nisisitize pia mashirikiano haya yawe endelevu ili yaweze kujenga mustakabali mzima wa kukuza taasisi yetu ya utafiti pamoja na kutoa huduma bora kwa wakulima ambazo zitatokana na matokeo ya tafiti hizi. Awali akitoa taarifa ya mafunzo hayo, msimamizi na mratibu wa mafunzo kwa upande wa Zanzibar Bwana Masud Salum Abdi amesema taasisi ya KATAS imefurahishwa na namna washiriki walivyopokea mafunzo kwa uelewa mzuri na kuahidi kuendelea kushirikiana ili kuhakikisha teknolojia za kilimo zinawafikia wakulima na kuongeza tija katika uzalishaji. Kuna maendeleo makubwa sana tumeyapata. Sasa nitoe wito kwa hasa waalikwa wafahamu na watambue kwamba hizi zote ni jitihada za serikali. Wengi wetu tunakumbuka juzi tu tumetoka kumaliza uchaguzi mkuu, na miongoni mwa maeneo Mheshimiwa Rais ambayo alikuwa akiyasemea, alikuwa akihitaji kuona mabadiliko na muendelezo mzuri katika upunguzaji wa uagizaji wa michele na bidhaa zingine kutoka nje ya nchi, basi ni eneo la kilimo. Kwa hiyo Mheshimiwa mgeni rasmi, nikuhakikishie kwa miongozo yako na Mheshimiwa Waziri, tunajitahidi kutafuta wafadhili wa aina mbalimbali ili kuhakikisha eneo letu la kilimo hili linamerika vizuri. Kwa upande wake, makamu wa rais wa masuala ya usindikaji kutoka KATAS Bi Chen Jian amesema wako tayari kuunganisha utaalamu katika masuala ya uzalishaji na usindikaji wa mazao ili kupata bidhaa bora za kilimo, na ameongeza kuwa taasisi hiyo itajikita zaidi katika mazao ya kijamii yakiwemo nazi, machungwa, maembe na mboga mboga kwa lengo la kuimarisha mnyororo wa thamani na kuwekeza zaidi katika tafiti zitakazotoa matokeo chanya na yenye manufaa. Katika hafla hiyo pia kuliwekwa saini ya hati ya makubaliano kati ya taasisi ya Chinese Academy of Tropical Agriculture Science KATAS na taasisi ya utafiti wa kilimo na mifugo Zanzibar ZALILI kwa lengo la kuimarisha ushirikiano na kufufua kiwanda kilichopo katika kituo cha kilimo Bambi ambacho kilianzishwa kwa ajili ya kuendeleza zao la nazi pamoja na usindikaji wa mazao mengine ya mboga na matunda. Arkamdaba, Kilimo TV.